Kisa cha rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta, ni kisa ama niseme ni historia iliyosheheni mambo tele. Moja ikiwa ni safari yake ya kwenda nchini Uingereza pamoja na ndoa yake na mkewe wa pili mzungu kule Uingereza, Edna CLERK. Hii leo tunaangazia maisha na shajara ya mkewe wa pili mzee Jomo Kenyatta, Edna Grace CLERK, pamoja na mwanao Peter MAGANA Kenyatta. Ilikuwa ni katika nyakati za vita vya pili vya dunia vilivyokuwa vimepamba moto kote duniani. Uingereza ndipo ilikuwa tuishaanza mikakati yake ya kuiteka Jamhuri ya Kenya. Wakati huo Johnston Kamau, kama alivyotambulikana, Kenyatta alikuwa tu ndio ameshaanza familia yake changa pamoja na mchumba wake Grace Wahu Kenyatta. Miezi chache baada ya kuzaliwa kwa bintiye wa pili mwaka 1929, Kenyatta aliabiri meli kuelekea nchini Uingereza kwa usaidizi wa muungano wa Kikuyu Central Association uliochangisha pesa na kumtuma Kenyatta huko Uingereza ndipo awasilishe waraka wao kwa mfalme wa Uingereza wakati ule, Mfalme George Frederick Ernest Albert, ama ukipenda Mfalme George V. Kenyatta alikuwa kamuaga mkewe na wanawe wawili, asijue kilichokuwa kinamsubiria kule London nchini Uingereza. Baada ya kuwasili jijini London, Kenyatta alinyimwa nafasi ya kupatana na wawakilishi wa ofisi ya Mfalme George. Hivyo maisha yakamlemea Kenyatta kule Uingereza, maana hakuwa na nauli ya kurejea nchini Kenya tena. Akaanza kufanya vibarua na kazi za kijugujiko kule nchini Uingereza. Ilimbidi Kenyatta aanze kujishughulisha na vibarua vilivyokuwa vimetengewa watu weusi kule nchini Uingereza. Kwa masomo yake Kenyatta haikuwa vigumu kabla ya yeye kupata kazi ya kujikimu jijini London. Hivyo maisha kaanza kumwendea vizuri Kenyatta kule nchini Uingereza, maana ukiwa mzungu, ukiwa Mwafrika alafu uwe na elimu, ulikuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kujisaidia na kujinyakulia mali kule nchini Uingereza, maana elimu ilikuwa ya maana sana ambayo Kenyatta alikuwa ameipokea kutokea kwa mishonari waliokuwa wamemsomesha kabla ya yeye kuondoka nchini Kenya. Kilomita 3 kusini mwa mtaa wa Torrington nchini Uingereza ndipo alichagua kukaa Kenyatta, ndipo kukwepa makali ya vita vya pili vya dunia. Huko kulikuwa na mandhari mazuri sana, rangi ya kijani ilikuwa imesheheni kila pande. Hapa kulimpa vibe Kenyatta la nyumbani kwao Ichaweri Gatundu. Hivyo akaona ni vema kukita kambi katika mtaa huu uliopo katika jiji la Sussex. Huko katika mtaa wa Sussex, Kenyatta alijisikia sana yupo nyumbani kabisa, na pia akaanza ukulima wa kuku wa kienyeji pamoja na nyanya na mboga za kienyeji. Kenyatta akifanya kazi huku baadaye, baada ya biashara yake ya ukulima akaanza kujihusisha na kazi ya ualimu, ambapo aliajiriwa kama mwalimu wa Workers Education Center kule mjini. Ndipo akiwa kama mwalimu kule alikutana na Edna Grace CLERK, pia akiwa kama mwalimu. Pale penzi lao changa likaanza kupamba moto. Kenyatta na Edna walianza mapenzi yao kama walimu na wafanyakazi waliokutana tu katika uwanja wa kazi, kama jinsi watu wanapopatana katika mahali ambapo wanafanya kazi na kuanzisha uhusiano. Edna akapendezwa na ukakamavu wa mwanaume huyu Mwafrika aliyejikimu tu kwa kipato cha shilingi 20 kwa siku.
baada ya wazazi wake Edna CLERK kuiaga dunia juu ya shambulio la ndege za kivita. Kenyatta alikuwepo kumfuta machozi Edna aliyekuwa kasalia kama yatima. Hapo penzi lao likazidi kuota bawa, na miezi chache baadaye Edna akapata ujauzito mwaka 1942. Baadaye Kenyatta na Edna wakaona ni rasmi waweze kuidhinisha harusi yao, na wakaelekea katika ofisi ya serikali iliyopo katika mji wa Sussex iliyotambulikana kama Chantonbury. Pale Kenyatta akaweka sahihi kwamba amemuoa Edna CLERK kama mkewe rasmi, na hakifanya hivi Edna mwenyewe pamoja na serikali ya nchi ya Uingereza sisijue kwamba Kenyatta alikuwa na mchumba nyumbani kule nchini Kenya ambaye ni Grace Wahu Kenyatta, pamoja na wanao wawili ambao Kenyatta alikuwa amewaacha kule nchini Kenya. Ujauzito wa Edna ukapelekea kuzaliwa kwa mwanawe Kenyatta watatu, Peter Magana Kenyatta. Maana nimesema mwanawe watatu, sababu kubwa ni kwamba Kenyatta alikuwa na mke pamoja na watoto wawili nchini Kenya. Baada ya vita vya dunia vya pili kuisha mwaka 1945, Kenyatta alimuaga Edna pamoja na mwanawe Peter Magana na kurejea nchini Kenya, wakati ule mwanawe akiwa na miaka miwili pekee. Kenyatta aliporejea nchini Kenya aliendelea kuwasiliana pamoja na mkewe Edna na pia kutoa msaada kwa mwanawe ndipo apate elimu Peter Magana. Baada ya Kenyatta kuwa rais wa Kenya mwaka 1964, alimpa wito Edna CLERK pamoja na mwanawe Peter Magana Kenyatta kuja kuishi na yeye nchini Kenya, na pia akamwahidi nafasi kubwa sana katika serikali yake Peter Magana. Lakini Peter pamoja na mamake Edna hawakutaka kuja kuishi nchini Kenya. Walichofanya ni kuja kumtembelea Kenyatta nchini Kenya na katika ikulu ya urais mwaka wa 1964, 1964, na baadaye kurejea kwao kule nchini Uingereza. Edna alipata kuiaga dunia mwaka 1995, 1995, wakati ule akiwa na miaka 86. Akamwacha mwanawe Kenyatta Peter Magana Kenyatta akiwa kijana na mtoto wa pekee wa Kenyatta kule nchini Uingereza. Ila familia ya Kenyatta haikuweza kumtenga Peter Magana na utajiri wao. Haikuweza kumtenga Peter Magana na mafanikio ya familia yao. Maana inaaminika Uhuru Kenyatta ana uhusiano mwema sana na nduguye kule nchini Uingereza. Na ndo maana imajuzi wakati familia ya Kenyatta ilipata kuondoka nchini Kenya na kwenda safari kule Uingereza, wote walikuwa wakiishi katika mijengo yake Peter Magana Kenyatta. Peter Magana Kenyatta aliweza kujitengenezea maisha ya kwake kivyake kando na siasa zilizopo nyumbani kwao, ambapo yeye anapaswa kuwa nchini Kenya, mahali ambapo babake mzazi ametokea. Yeye alipata kujinyakulia nafasi katika uwanja wa wanahabari akifanya kazi katika kituo kikubwa zaidi duniani cha BBC News. Mpaka sasa Peter anaishi kule Uingereza pamoja na familia yake. Ila hapa ndipo tunatilia kikomo kisa chake mkewe wa pili mzee Jomo Kenyatta, Edna Grace CLERK Kenyatta. Ni hayo kwa sasa. Niambie unataka tuangazie nani next, ndio tuingie tuzame katika kuchunguza kwetu na tukuletee taarifa kadri unavyozitaka zikiwa. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe. Mimi ni Hite FK Mwenda na hii ni paruanja ya The Drums of History ndani ya The F
Mshoke.